Leo nataka tuzungumze kidogo kuhusiana na ugonjwa wa leptospirosis au homa ya mgunda, ugonjwa ambao unasumbua sana mbwa kipindi hiki. Ugonjwa wa leptospirosis ni moja kati ya magonjwa ambayo yanaweza kumwathiri binadamu, lakini pia kumwathiri na mbwa kwa wakati mmoja. Ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria aitwaye Leptospira. Na Leptospira ni moja kati ya bakteria ambayo ipo na strain nyingi, ambapo tunaweza kani Leptospira canicora, Leptospira tularemia pamoja na Leptospira wengine. Je, ni vipi sasa una ugonjwa huu unasambaa? Ugonjwa huu bakteria mara nyingi huishi kwenye figo za wanyama kama panya, wanyama wa mwituni pamoja na wanyama wafugwao au wanyama wa nyumbani. Na bakteria hao wanatoka kwenye miili ya wanyama hao na kwenda katika mazingira yetu kupitia mkojo. Kwa hiyo mbwa atapata athari ya ugonjwa huo baada ya kugusa mkojo wa mnyama ambaye ameshaathirika ama kunywa maji aliyotuama, pia vivyo hivyo labda pale ambapo atakuwa ameenda kula sehemu ambayo tayari imekuwa na wadudu hao wa Leptospira. Binadamu yeye ataupata ugonjwa huu baada ya kugusa mikojo ya mnyama husika au kusafisha vyombo vya mnyama ambaye tayari ana Leptospira, lakini pia baadaye kwenda kujigusa kwenye sehemu kama macho, mdomo au sehemu ambayo ina kidonda. Je, ni dalili gani ambazo mnyama anazionyesha baada ya kuwa na changamoto hiyo? Dalili mojawapo ni pamoja na kukataa kula, lakini pia dalili nyingine ni pamoja na misuli kukaza, lakini pia dalili nyingine ni pamoja na mnyama kuwa na changamoto ya manjano au dalili ya manjano ambayo utaiona kwenye mdomo, lakini pia utaona sehemu ambazo za makwapa, sehemu za miguu ya nyuma kwa ndani na sehemu zingine zote ambazo zina mucous membrane. Kwenye macho pia unaweza kuona dalili hiyo. Lakini pia dalili nyingine ni polydyspia na polyuria. Yaani mnyama anakuwa na uhitaji mkubwa kunywa maji. Yaani ukimwekea maji na nyama roast ambayo imenona kweli kweli, ataacha na roast na kufuata maji. Lakini pia anakuwa na kiu ya kutosha, lakini pia anakojoa sana. Nini sasa kifanyike baada ya kuona mnyama huyo tayari na changamoto hiyo? Cha kwanza ni kumwita daktari ili aweze kumkagua kwa karibu ili ajue kabisa huo ugonjwa ni Leptospira au ni changamoto nyingine. Lakini pia kingine, basi daktari ataenda kumpatia dawa ambazo ni mahususi kwa ajili ya Leptospirosis, ikiwemo na dawa ambazo ni mahususi kwa ajili ya bakteria husika pamoja na dawa zingine za kusapoti ili dawa hiyo iweze kufanya kazi vizuri na aweze kurudi katika hali. Kikubwa zaidi cha kuzingatia ni kwamba tuhakikishe kwamba tuna control panya katika mazingira yetu, lakini pia tuhakikishe kwamba tunawapa chakula katika vyombo visafi mbwa wetu, lakini pia tuhakikishe kwamba mbwa wanapatiwa chanjo. Chanjo ambayo mara nyingi tunawapa ni DHLP ambayo ni distemper, hepatitis, leptospirosis ipo ndani yake, lakini pamoja na parvovirus. Kwa hiyo hapa chanjo hiyo na wengi wao wanajua kama ni chanjo ya parvo, lakini ndani yake inakuwa na leptospirosis. Hakikisha kwamba tunawalinda afya za wanyama wetu hasa kipindi hiki.